tumepata swali kutoka kwa ndugu yetu Saidi Singitu. Saidi Singitu yeye anauliza, hivi kuna tofauti gani kati ya gesi na asidi tumboni? Yaani nikiwa na gesi nitajijuaje na nikiwa na asidi nitajijuaje? Tofauti nini kati ya gesi na asidi? Asante ndugu Saidi. Kwanza ulitakiwa kujua hivi ni vitu viwili tofauti au ni kitu kimoja. Alafu ukijua kama viwili tofauti ndio ujue utofauti wake. Asante. Hivyo ni kweli ni vitu viwili tofauti. Na watu wengi wanashindwa kutofautisha hivi vitu. Yaani hawajui asidi ni nini na gesi ni nini. Unamsikia mtu ana gesi tumboni alafu anasema asidi inanisumbua. Na unamkuta mtu asidi inamsumbua anasema gesi inanisumbua. Sasa watu wanashindwa kutofautisha hivi vitu. Na hata kwenye matibabu ya hivi vitu, matibabu yake ni tofauti kabisa. Utakapoenda hospitali ama kituo cha afya ukakutana na tabibu ama daktari ukamwambia una tatizo la gesi, alafu yeye bila kukususpect vizuri akasikiliza maneno yako akakupa dawa, kumbe wewe una asidi sio gesi, manake huwezi kupona. Ndio unakuta watu wanasema mimi kila nikitumia dawa siponi, gesi inanisumbua, kumbe asidi ndio inamsumbua. Mwingine asidi inanisumbua, kumbe gesi ndio inamsumbua. Sasa haya ni mambo mawili tofauti ambayo ya mtu yanaweza kumsumbua akiwa tumboni. Ngoja nianze kukueleza gesi ni kitu gani na inapatikanaje. Gesi tumboni ndio ile hewa inaojaa katika tumbo, ambapo mara kwa mara niliwahi kuifundisha. Hewa hii ni hii hewa ya kawaida ambayo tunavuta unapokuwa unakula chakula. Chakula tumboni kinaingia na hewa. Ile hewa inayoingia na chakula, ikiingia hewa nyingi na chakula, inakwenda kukaa katika utumbo mwembamba, na hatimaye chakula baada ya digestion kinatakiwa kitoke kwenye tumbo baada kama masaa 4 kielekee kwenye utumbo mwembamba, kimuvu kielekee utumbo mpana mpaka rectum, na hatimaye kiende chooni. Hizi processes zinakuwa zifanyiki kwa wakati, kwa sababu wakati unakula ulikula kwa kuingiza hewa nyingi tumboni, na hivyo tumbo linaanza kujaa. Ile hewa inazuia chakula na inaanza kujaa tumbo, na unajihisi kama umevimbirwa, na wakati mwingine uwezi tena kula, ama ukila kidogo unakuwa umeshiba kwa sababu ya ile hewa inazuia. Na hii hewa inaingia, kwanza tukila ni lazima tule na hewa lazima iingie, lakini tunazungumza iliyoingia kupita kiasi. Inaingia kupita kiasi kwa sababu mbili. Ya kwanza, kula haraka haraka, na ya pili, kula huku unaongea. Yaani kula haraka haraka bila kupumzika unasababisha kuingiza na gesi nyingi, na kula huku unaongea. Mtu unamkuta anaongea tu huku anakula, unaingiza hewa nyingi na chakula itakusumbua. Lakini wakati mwingine mtu anaweza kupata hii gesi kwa sababu ya vyakula pia anavyokula. Anaweza kuwa aongei hali haraka haraka lakini akapata kwa sababu ya vyakula anavyokula, vyakula vyenye gesi nyingi kama vitunguu, kabichi, maharage, anakula vyakula vya aina hiyo. Maana yake lazima viende vikatengeneze gesi katika tumbo lake. Hiyo ni gesi. Na asidi. Asidi ni tofauti. Gesi inatoka nje ya mwili inaingia ndani ya mwili. Asidi haitoki nje kuingia ndani. Asidi ipo tumboni. Katika tumbo kuna kitu kinaitwa gastric juice. Hii gastric juice imebeba ndani yake hydrochloric acid. Hii asidi ipo tumboni. Gesi haipo tumboni. Gesi inaingia na chakula. Lakini asidi ipo tumboni, yani tumbo linatengeneza asidi. Na hii asidi tumboni ina kazi nyingi. Kwanza, kazi ya kwanza inaandaa chakula kinachoingia, kinaandaliwa kwa ajili ya digestion. Kwa ndo maana ile asidi ipo. Na kazi nyingine, hii asidi inaua bakteria wanaoingia na chakula. Yani ikiwa bahati mbaya umekula na bakteria wa kawaida, hawa wanaweza kushambuliwa, wanakutana na hii asidi, inaua hii asidi. Sasa ni wakati gani mtu inamsumbua hii asidi? Hii asidi inamsumbua mtu wakati ambako kuna kizibo kinaitwa kadi ya kimazo. Hiki kizibo kiko baina ya umio, kolomero na tumbo. Hapa kati ya kuko wazi kuna kizibo.
Sasa hiki kizibo kinafunga vitu vya ndani ya tumbo haviji juu, yani haviji juu ya tumbo, inazuia. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya tumbo kuna vitu vingi pamoja na asidi, vikija juu vitachoma na hatimaye vitaleta shida. Sasa hiki kizibo kikiwa hakifungi vizuri, tafsiri yake ile hewa iliyokuwepo tumboni inapocheza, maana yake inabeba na ile asidi inapandisha juu. Ikipandisha juu, kwa kuwa ni asidi, inaunguza nyuma ya kifua ama kwenye koromero au kwenye umio, na hatimaye mtu anaanza kusikia kiungulia na hatimaye ule ukali unaanza kumsumbua. Hiyo ndiyo asidi, na inapatikana kwa utaratibu huo. Tumboni haiunguzi, kwa sababu tumboni kuna mucus, nilishawahi kusema siku zilizopita. Lakini hii mucus iliyokuwepo tumboni, kazi yake, miongoni mwa kazi zake ni kuprotect tumbo lisiumizwe na hii asidi. Lakini ukitoka kwenye hiyo kadi ya kisiflinta, yani kadi ya kimazo kuja juu, hakuna tena mucus. Kwa hiyo asidi inakutana moja kwa moja na ngozi ya mwili na inaunguza, wakati mwingine inachoma mpaka kwenye koromero na kusababisha vidonda na miunguo katika hali hiyo. Hiyo ndio asidi. Kwa hiyo hata kusumbua kwake kati ya gesi na asidi ni tofauti. Gesi haichomi. Gesi ni hewa inayojaa mtu, inamsumbua tu, kuvimbirwa, kutoa upepo katika njia ya haja kubwa, kupiga miayo, gesi. Hali hiyo mtu anakuwa anazofika kwa namna hiyo. Lakini asidi inaumiza, asidi. Ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo gesi na asidi ni vitu viwili tofauti, na upatikanaji wake ni tofauti. Gesi ni hewa mtu anakula au vyakula anavyokula, na asidi ni kitu kilichokuwepo tumboni kabisa, kinapanda. Kwa nini kinapanda? Kwa sababu kadi ya kimazo inakuwa haifungi vizuri. Kwa nini haifungi vizuri hichi kizibo? Kwa sababu ya kula vitu vikali kama pilipili, kunywa masoda haya, kutumia mandimu kwa kiasi kikubwa, vitu vyenye uchachu, uchungu, vitu vikali vinasababisha hichi kizibo kinakuwa hakifungi vizuri. Maana hichi kizibo kinatakiwa kifungue wakati wa chakula kinapoingia tumboni, ndio kina sense kinafungua, na baada ya chakula kufika kinatakiwa kifunge. Hiyo ndo tofauti ya gesi na asidi. Asante ndugu yetu mdau kwa swali lako. Kama una swali lolote na wewe unataka kutuuliza, tuandikie hapo chini nasi tutaliona. Sisi ni Kimimbi Herbal Clinic, wataalamu wa tiba mbadala, kwa tiba pamoja na ushauri. Karibu sana kliniki kwetu. Karibu.